Galatia 2:20-21. Haya, 1, 2, 3 twende. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Ndio. Lakini hai. Ndio. Wala mimi tena. Ndio. Bali Kristo yu hai ndani yangu. Ndio. Na uhai nilio nao sasa katika mwili. Ndio. Nao katika imani ya Mwana wa Mungu. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini hai. Wala si mimi tena. Usahau tena. Wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, kwa maana yake nimekufa. Lakini ni hai. Bwana Yesu apewe sifa. Uhai nilionao si uhai unaonitegemea mimi, sio uhai wa kwangu mwenyewe, bali ni uhai wa Kristo aliye hai ndani yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Uhai wangu ulipotea kwa dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Jovini akafa. Bwana Yesu apewe sifa. Jovini akafa. Yesu akaja akamfufua Jovini kutoka katika dhambi zake. Lakini kwa sababu Jovini alishapoteza uhai wake kwa dhambi, Yesu Kristo akaleta uhai wake ndani ya Jovini. Na sasa anayeishi si Jovini tena. Anayeishi ni Kristo ndani ya Jovini. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema na uhai nilionao sasa katika mwili huu, nao katika imani ya mwana nani? Yesu Kristo aliyenipenda hata akaitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Manake hatuishi kwa ajili yetu, wala hatuishi kwa nafsi zetu. Tunaishi kwa ajili yake na tunaishi kwa nafsi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na kama ndivyo, hatuwezi kuishi kwa nguvu zetu, na kama ndivyo, hatuwezi kuishi kwa hekima zetu, na kama ndivyo, hatuwezi kuishi kwa msaada wowote wa kibinadamu. Yeye ni Mwokozi. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana nasema sitaibatili neema ya Mungu. Na kuambia, tunapovuka huu mwaka, panga, kusudia, weka mikakati ya kutokuibatili neema ya nani? Nimekuwa karibu wiki 2 nazungumzia kuhusu dhambi, na leo nazungumzia dhambi. Dhambi kwa watu walioamua kumfuata Yesu. Dhambi kwa watu walioamua kumwandama Yesu. Dhambi kwa watu ambao wameamua kuifanya nafsi ya Yesu Kristo kwa dhabihu kwa ajili ya dhambi zao. Dhambi ilisulubiwa katika msalaba wa Kristo. Dhambi leo sio tishio wala sio utambulisho tena kwa walio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Wala dhambi haitatajwa kwetu, wala dhambi haitaonekana kwetu, wala dhambi haitatutambulisha, wala hatutaitika kwa dhambi, wala kujulikana kwa dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini?
kwa sababu tumesulubiwa pamoja na Kristo. Yesu alisulubiwa kwa ajili ya dhambi, akusulubiwa kwa ajili ya haki, alisulubiwa kwa ajili ya dhambi. Na kwa sababu hiyo sisi ambao alisulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu tulisulubiwa pamoja naye. Na kwa kuwa Yesu baada ya kusulubiwa alikufa, tulikufa pamoja naye. Na kwa kuwa Yesu baada ya kufa alifufuka, tulifufuka pamoja naye. Na kwa kuwa tulifia dhambi, hatuishi tena katika dhambi. Dhambi tutambulishi tena, tu hai pamoja na Kristo. Anasema siibatili neema ya Mungu, kwa maana ikiwa haki, usisahau hiyo, ikiwa haki hupatikana kwa sheria, basi Kristo alikufa bure. Kristo hakufa bure. Kristo alikufa ili awe haki yetu. Kristo alikufa ili awe utakatifu wetu. Kristo alikufa ili awe ukombozi wetu. Kristo alikufa ili awe amani yetu. Kristo alikufa ili awe utoshelevu wetu. Kristo alikufa ili awe utajiri wetu. Kristo alikufa ili awe mafanikio yetu. Alikufa ili awe afya yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatuhitaji haki nyingine ya kutufanya tuwe na afya njema. Hatuhitaji haki nyingine ya kutufanya tuwe matajiri. Hatuhitaji haki nyingine ya kutufanya kuwe wenye uzima na afya njema. Hatuhitaji haki nyingine ya kutufanya tupatanishe na jamaa zetu, tupatanishe na ndoa zetu, tupatanishe na watoto wetu. Hatuhitaji haki nyingine ya kufanya watoto wetu wafaulu masomo yao. Hatuhitaji. Haki tulionayo katika neema ya Mungu iliyo katika Kristo inatutosha. Hiyo haki inatutosha. Hiyo haki ndio utambulisho wetu. Hiyo haki ndio dini yetu. Hiyo haki ndio utakatifu wetu. Hiyo haki ndio nguvu zetu. Hiyo haki ndio ushindi wetu. Na hiyo haki ndio mafanikio yetu. Ni hiyo haki itakayotusimamisha unapovuka mwaka. Hiyo haki iliyotutetea hata sasa. Hiyo haki iliyotutambulisha hata sasa tuko hai. Kama sio haki tungelikwisha. Kama sio haki wangetulimaliza. Lakini walishinda kutumaliza kwa sababu ya hiyo haki. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Tunavuka mwaka. Tunapovuka mwaka lazima twende na matazamio. Lazima twende na matarajio. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ulishawahi kusoma Warumi 8:28? 28. Ziti 28. Warumi 8:28 soma. Warumi 8:28. 28. Warumi 8:28. Tumeiona? Tumefika? Hebu soma kwa sauti. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale Asante. Wangapi ambao wanaamini wameitwa kwa kusudi la Mungu? Yalishi
katika mwaka umepita kwenye magumu gani? Hayo magumu Bwana anafanya kazi pamoja na hao. Anafanya kazi pamoja nawe kukupatia mema, ndilo agano lake. Kwa kuwa umeitwa kwa kusudi lake. Bwana Yesu apewe. Mateso aliyopata Yesu ndio aliyogeuka kuwa utukufu. Mateso uliopitia mwaka huu ndio atakayogeuka kuwa utukufu. Unaelewa? Magumu uliyopita mwaka huu, mwaka kesho anageuka kuwa utukufu. Bwana Yesu apewe. Sitazamii kwamba unavuka mwaka ukiwa umepondeka moyo, ukiwa mwenyemonyea, ukiwa umefadhaika, ukiwa umeumia, ukiwa umegonjeka. Ngoja nikwambie, hakuna kuzimia moyo. Bwana Yesu ni rafiki yako. Bwana Yesu ni rafiki yako. Bwana Yesu ni rafiki yako. Hakuna kuzimia moyo. Hakuna kuzimia moyo. Hakuna. Isikike, sema tunaye Mwokozi. Yesu ndiye wetu, ndiye haki yetu, ndiye ushindi wetu. Ametumusha, atakumusha tena. Yeremia 23 tutasoma mstari wa 5 mpaka ule wa 8. Yeremia 23. Yeremia 23. Tumefika. Tusome kama mtu mmoja kwa msaada wa Roho Mtakatifu. 1, 2, 3. Yeremia 23:5, twende. Tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki ufalme. Atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu na haki katika siku zake. Na Israeli kwanza, ngoja tumeambiwa jina lake atakaloitwa, ama jina lake ameandika nani? Yeremia. Ameandika Yeremia anasema kina Daudi watamuita nani? Bwana ni haki. Na sisi tunasema tunamuita nani? Bwana ni haki yetu. Majira aliyotabiri Yeremia ya kumuita Kristo kwamba Bwana ni haki yetu yameshawadia. Na sasa Yesu huyu ndiye haki yetu. Amen. Tunapovuka mwaka, usitegemee haki kutoka kaskazini, usitegemee haki kutoka mashariki, usitegemee haki kutoka magharibi, usitegemee haki kutoka kusini, usitegemee haki kutoka kwa watu, usitegemee haki kutoka kwa jamaa, usitegemee haki kutoka kwa ndugu. Tegemea haki ulionayo katika Yesu. Akapate kuwa haki, Yesu akapate kuwa haki, Yesu akapate kuwa haki. Yesu atakuwa haki yako kama wewe utamfanya kuwa haki
kufanya kazi. Yesu ameshafanya kazi. Yesu ameshasulubiwa. Yesu ameshakufa. Yesu ameshalipa gharama. Yesu ameshafufuka. Leo ni haki yetu. Haki haipatikani kwa sheria. Haki inapatikana kwa Yesu. Haki haipatikani kwa sheria. Haki inapatikana kwa neema. Haki haipatikani kwa sheria. Haki ya kufanikiwa katika unayokusudia kuyafanya katika mwaka 2026 haitapatikana kwa sababu ya nguvu ulizonazo. Haitapatikana kwa sababu ya mtaji ulionao. Haitashindikana kwa sababu ya maadui kuwa wengi. Utafanikiwa kwa sababu Yesu ni haki yako. Yeye ndiye atakayekutambulisha katika malango ya kuingia, atakutambulisha katika malango ya kutoka, atatambulisha jina lako, atakuwa CD zako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulichechemea mwaka 2026 wakati wasema huu ndio mwaka wa udhihirisho wa neema ya Mungu, napovuka kama ulichechemea katika mwaka 2025, Bwana Yesu apewe sifa. Tunapovuka kwenda mwaka 2026, Bwana Yesu apewe sifa. Sawa baada ya kuchechemea. Sawa baada ya kuchechemea. Kama uliita Bwana kuitika, na tabiri mwaka wako kwamba ni mwaka wa kumsikia Bwana. Ni mwaka wa kutumikiwa. Mwaka wa kutumikiwa na Mungu aliyezungumza mbingu na nchi. Yeye aliye na hatima zetu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wataalamu mavuvuzela yanazuia ujumbe usifike kwa watu. Mavuvuzela, Bwana Yesu apewe sifa, yasije akatumika kuiba nini? Kuiba message. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana tutayapuliza, tuyape muda kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. Na leo ni muhimu kulia, lazima alie, lakini tuyape muda kidogo ili message ifanyeje? Ifike, kwa sababu hii message inatutembeza mwaka mzima. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hii message ndimo mahali ambapo Mungu ameweka siri ya mafanikio yetu. Siri ya kuvuka kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema jina lake ataitwa Bwana ni haki yangu. Bwana ni haki yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa kama ndilo jina lake, lazima mwaka 2026 tumuone katika udhahiri kwamba yeye ndiye haki yetu, na yeye ndiye haki yetu kweli, na ndivyo atakavyodhihirika, ndivyo atakavyoonekana, ndivyo atakavyotambulikana. Watamtaja kwamba Bwana ni haki yako kwa sababu atakuwa haki yako. Utamwita Bwana ni haki yako kwa sababu atakuwa haki yako. Atakutambulisha, atakudhihirisha katika haki ambayo elimu yako haitoshi, haki zako haitoshi, nguvu zako haitoshi, hekima yako haitoshi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na maanisha mwaka unaokuja, unaokaribia kuvuka, utatembea katika utukufu usioweza kukaribiwa, kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Si unanielewa? Si unanielewa? Ngoja nisome mwenyewe. Yeremia anasema, tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki. Naye usisahau hiyo. Mimi naendelea. Asema atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu. Atafanya hukumu na haki katika nchi. Katika siku zake Yuda ataokolewa na Israeli atakaa salama, na jina lake atakaloitwa ni hili: Bwana ni haki yetu. Asante, umewahi, umedaka. Kwa hiyo angalia, siku zinakuja, asema Bwana, ambapo hawatasema tena aishivyo Bwana aliyowatoa wana wa Israeli katika nchi
nchi ya Misri. Bwana Yesu apewe sifa. Misri tunaitazama kama nchi ya uovu, nchi ya utumwa. Bwana Yesu apewe sifa. Nchi ya adui. Tunaitazama kama Misri, tunaitazama kama nchi ya dhambi, katika kama maisha ya dhambi. Misri tunaitazama kama mkononi mwa shetani. Na ndio maana zamani tulikuwa tunaimba, mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Bwana Yesu apewe sifa. Manake nimeokoka, nimetoka dhambini. Nimetoka wapi? Misri. Anasema hawatasema tena, hawatasema tena kwamba Bwana aliyetutoa katika nchi ya Misri. Tusome kuanzia hapo. Hawatasema tena. Mstari ngapi? Mstari wa 6. Ngoja niwaonyeshe mwenyewe. Ngoja niwatajie mwenyewe. Na kwa hiyo angalia siku zinakuja. Hapo. Sawa sawa. Tumeona? Haya, soma kwa Roho Mtakatifu. Moja mita twende. Siku moja, sauti moja, sauti moja. Nimesikia sauti nyingi, nataka kusikia sauti moja. Moja mita twende. Hawatasema aishio Bwana aliwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Aliwatoa Bwana wa Israeli katika dhambi. Aliwatoa wana wa Israeli katika aliyemtoa nani? Josefina kwa shetani, aliyemtoa katika mizimu. Hawatasema tena hivyo. Hawatasema tena. Hawatasema tena. Bali aishio Bwana aliyewapandisha na kuongoza wazao wa nyumba ya Israeli kutoka nchi ya kaskazini. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akutuokoa, alitoa Misri. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana Misri imetumika kama kielelezo, hata kwa habari ya Pasaka. Bwana Yesu apewe sifa. Imetumika kama kielelezo ili tujifunze. Na sisi kwa kuokolewa, kwa kukombolewa, tumetoka Misri, tumetoka mikononi mwa shetani, tumetoka katika utumishi wa dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa atajivunia hicho, japokuwa ni kitu cha muhimu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kitu cha muhimu sana, lakini atajitambulisha katika hicho tena. Tutaongeza kusema aishio Bwana aliyewapandisha wazao wa nyumba ya Israeli kutoka nchi ya kaskazini na kutoka katika nchi zote ambako Bwana alikuwa ametufukuza. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma Kutoka 15 mstari wa 26, hata usipoenda unaweza kuandika tu mstari wa 26. Mungu anazungumza kwamba kama Israeli watasikiza kwa bidii na kufanya yaliyoelekea mbele zake, hataweka juu yao maradhi aliyoweka juu ya Wamisri. Anasema kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake Misri kuna maradhi yao, Misri kuna mateso yao. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapovuka mwaka 2025 kwenda mwaka 2026, tunapovuka mwaka wa udhihirisho wa neema ya Mungu kwenda mwaka 2026, hawatasema kwamba aishio Bwana Yesu aliyewaokoa katika dhambi. Hilo ni jambo muhimu sana, kutuokoa katika dhambi.
dhambi. Lakini akuishia hapo. Watu watasema, aishivyo Bwana Mungu wetu aliyetutoa katika nchi za kaskazini na nchi zote alikokuwa ametutawanya, ametutupa, ametuongoza kwenda kutumika, kwenda kuteseka katika nini? Katika maradhi, katika magonjwa. Aishivyo Bwana Mungu wetu Yesu Kristo aliyekutoa katika maradhi aliyokutesa, aliyekutoa katika magonjwa aliyokutesa, aliyekutoa katika faraka ya ndoa yako, aliyekutoa katika mikono ya uchumi wako, aliyekutoa katika mateso ambayo adui aliyaleta juu yako, katika nguvu za mizimu, katika nguvu za uchawi, katika nguvu za kipepo. Aishivyo Mungu ambaye alikutoa katika mikono ya shetani kule nchini Misri, na zaidi ya yote akaendelea kutenda mambo makuu kwa ajili yako, akawastaajabisha watesi wako, akawafanya wale ambao walikuwa wamezoea kukuroga washike vichwa vyao kwamba huyu mtu anabeki tena. Wakashangaa kwamba huyu mtu ambaye alikuwa maskini jana, inakuwaje leo unaweza kumwomba lifti mtu wa namna hii? Bwana Yesu apewe sifa. Ngoja nikwambie, siku moja tumeenda kuhubiri mahali. Mama mmoja akatukaribisha nyumbani kwake, akasema yeye ni Mkristo lakini wa madhehebu mengine, kwa hiyo mambo ya kiroho si sana kwake. Akatukaribisha pale, akasema naomba mniombee. Jamani, mimi silali humu ndani. Tukamwombea. Wakati tunaondoka, nikakuta namwambia, mama, sisi tunaondoka, lakini hizi siku hizi chache tunapoondoka, wewe utaitwa mchawi. Utaitwa mchawi. Wachawi wataanza kukuita wewe mchawi. Bwana, tumepanda basi, tumerudi Morogoro. Tunafika, jamaa yangu anapigia simu, anasema bwana, yule ni mkubwa akapiga simu. Anasema bwana, wanamuita mchawi. Bwana Yesu apesi. Kwa nini walimuita mchawi? Kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa amezoea kurogwa. Umenielewa? Wachawi walishafanya kwake kama godoro, gunia la mazoezi. Safari zao zote wanapitia kwake, njia zao zote wanapitia kwake, wanamchezea kwa kumchezea, hata usingizi hapati. Lakini baada ya kuja wakamshindwa, wakajaribu wakamshindwa, wakampa jina, wakasema huyu mama ni mchawi. Kwa sababu gani? Kwa sababu waliamini ameenda kwa mchawi mwingine zaidi yao, kwa hiyo ni mchawi asiyewezekana kwao. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu Kristo ametutoa katika mikono ya shetani, hajaishia hapo. Tumeokolewa mbinguni, tunafanyaje? Tunakwenda, lakini hatutakwenda na makovu ya kamba za shetani, hatutakwenda na makovu ya sime, hautakwenda na makovu ya ufukara, hautakwenda na makovu ya umaskini. Huo umaskini utakuwa historia, huo ufukara utakuwa historia, hizo baraka za ndoa itakuwa ni historia. Hautakwenda ukiwa single. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mume unaye, hautakwenda ukiwa single wakati mke unaye. Bwana Yesu apewe sifa. Utakwenda ukiwa na wana wako, utakwenda ukiwa na ng'ombe zako, utakwenda ukiwa na kondoo zako, utakwenda ukiwa na dhahabu yako, utakwenda ukiwa na kila jema unayotamani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipowatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa kule Misri, alipowatoa nchini Misri, haikutosha. Unanielewa? Haikutosha. Akamwambia Musa kabla ya kumtuma kwenda Misri, akamwambia sasa, na hiyo nchi ambayo watawatumikisha mimi nitawahukumu. Hiyo nchi mimi nitafanyaje? Nitawahukumu. Na mnapotoka nchini Misri, Mungu alimwambia Musa kabla hata Musa kwenda Misri, siku ya kuondoka Misri, utawaambia wana wa Israeli wataje kwa Wamisri vyombo vya fedha, vyombo vya dhahabu na mavazi wavike watoto wao. Bwana Yesu apewe sifa. Unasikia? Anasema na kila mnachokitamani mtakitaka kwa. Akamwambia Musa, hamtaondoka kitupu. Anasema hawataondoka kitupu katika nchi ya utumwa. Na wewe hauwezi kuondoka kitupu katika mikono ya shetani. Hauwezi kuondoka kitupu. Hauwezi kuondoka kitupu katika utumwa wa dhambi. Hauwezi kuondoka kitupu, kwa sababu Bwana amekuwa haki yako ya
apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Au kuitwa kuondoka kitupu. Na Farao alipowaita ule usiku akamwambia Musa na Aaron, akamwambia sasa muondoke katika nchi yangu, tokeni kati ya watu wangu, ninyi na wana wa Israeli, ondokeni katika watu wangu. Akawaambia twaeni na ng'ombe zenu na kondoo zenu, kama mlivyo sema. Akawaambia Musa, akawaambia wana wa Israeli, sasa saa imefika, takeni kila mnacho taka. Takeni kila mnacho taka. Na wana wa Israeli wakataka kila walicho taka. Wakataka mavazi, wakataka vyombo vya fedha, wakataka na vyombo vya dhahabu. Biblia inasema wakawateka nyara wa Misri. Na ndio maana nasema hawatasema aishiwe Bwana aliyetutoa katika nchi ya Misri, bali aliyetupandisha, aliyopandisha wazao wa Israeli kutoka kaskazini na katika nchi zote ambako alikuwa amewatawala. Manake katika kila mateso ambao walipitia wakiwa katika nchi ya utumwa, baada ya kutoka katika nchi ya utumwa, Bwana aliwakomboa, Bwana aliwainua, Bwana aliwatoa katika ile mateso na kufuta machozi yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama unanielewa. Narudia tena. Kuja asema Bwana, nitakapo mchipishia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitakapo mchipishia Daudi chipukizi la haki, naye ufalme. Ufalme maana yake ni nani? Ni mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hivi sasa saa ya kanisa inasema ni saa ngapi? Saa 6:01. Saa ya kwangu inasema ni saa 6 kamili. Bwana Yesu asifiwe. Saa 6 kamili kwa mujibu wa saa yako. Na utangaza kwako, na utangaza kwa nyumba yako, na utangaza kwa kazi yako, na utangaza kwa afya yako, na utangaza kwa ndoa yako, na utangaza kwa wana wako, na utangaza kwa watumishi wako, na utangaza kwa binti zako, na utangaza kwa kazi ya mikono yako, na utangaza kwa biashara yako. Mwaka 2026 kwamba ni mwaka wa chipukizi la haki, utawala kwenye ndoa yako, utawala kwenye kazi yako, utawala kwenye biashara yako.
nisikilize, 2026 kwa neno la Bwana Mungu wa majeshi ni mwaka wa chipukizi la haki. Yesu Kristo mfalme, kumiliki malango ya nyumba yako, kumiliki ndoa yako, kumiliki njia zako, kumiliki hatua zako, kumiliki uchumi wako, kumiliki mali yako, kumiliki afya yako, kumiliki huduma yako, kumiliki wana wako na binti zako na njia zako na mipango yako na utumishi wako katika jina la Yesu. Chipukizi lake inachukua nafasi. Inachukua nafasi kwenye malango ya nyumba yako. Inachukua nafasi kwenye kazi ya mikono yako. Inachukua nafasi kwenye ndoa yako. Inachukua nafasi ya kumiliki. Inachukua nafasi yake. Linamiliki. Inatoa nafasi. Inatoa madaraka. Inatoa mamlaka. Ni Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Yeye ndiye chipukizi lake kwenye kazi ya mikono yako. Ndiye chipukizi lake kwenye mipango yako. Ndiye chipukizi lake kwenye ndoa yako. Ndiye chipukizi lake kwenye afya yako, kwa mipango yako, kwa mahitaji yako, katika jina la Yesu Kristo. Nisikilize, utaandika kwa wakati wako au utafuatilia huko kwenye mtandao, kwenye Facebook. Nasoma Zekaria sasa. Nasoma Zekaria 6. Bwana Yesu apewe sifa. Nasoma Zekaria 6 kwa ajili yako. Nasoma Zekaria 6 kwa ajili ya wana wako na binti zako, kwa ajili ya kazi ya mikono yako, kwa ajili ya leo yako na kesho yako, kwa ajili ya mwaka 2026. Rakobu rakashata. Sikia. Ukamwambie mtu huyu ndiye ambaye jina lake ni chipukizi, atakuwa katika mahali pake, naye atajenga hekalu la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu huyu Yesu ndiye chipukizi, jina lake ndiye chipukizi. Bwana Yesu apewe sifa. Na tunaambiwa kwamba naye atakaa mahali pake katika mwaka 2026. Mahali pake ni kwako, mahali pake ni kwenye kazi yako, mahali pake ni kwenye ndoa yako, mahali pake ni kwenye imani yako, mahali pake ni kwenye utumishi wake. Naye atakaa mahali pake katika mwaka 2026. Chipukizi la haki Yesu Kristo atakaa mahali pake kwenye kazi yako, atakaa mahali pake kwenye ndoa yako, atakaa mahali pake kwenye afya yako, atakaa mahali pake kwa watoto wako, atakaa mahali pake kwenye elimu ya wana wako na binti zako na ya kwake mwenyewe. Yesu Kristo chipukizi lake atakaa mahali pake na wala hataondoshwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Chipukizi lake atakaa mahali pake kwenye utumishi wake, kwenye utumishi wako atakaa mahali pake, hataondoshwa, hatazuiliwa, hatakwamishwa, atakaa mahali pake na utadhihirika ndani yake, utadhihirika katika nguvu zake, utadhihirika katika baraka zake, utadhihirika katika mwenendo wake na matendo yake, utadhihirika katika ishara zake na ajabu zake. Atakaa mahali pake. Haleluya, 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 haleluya. Ongeza sauti kidogo, ongeza sauti kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema naye, asema atakuwa katika mahali pake, naye ataijenga hekalu la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Naye atalijenga hekalu la Bwana mwaka 2026. Yeye aliye chipukizi la haki Yesu Kristo, ambaye jina lake ni chipukizi. Bwana Yesu apewe sifa. Mwaka 2026 ni mwaka wa kulijenga hekalu la Bwana kwenye kazi yako. Atalijenga hekalu lake Bwana. Yeye Bwana afanye kazi yake kwa makao ya kazi yako, kwa makao yake. Atajenga ndoa yako, atajenga nyumba yake, atajenga hekalu lake katika ndoa yako, ili ndoa yako ikapate kuwa ni makao yake.
2026 ni mwaka wa wewe kudhihirika kwa ni miliki ya Bwana. Mwaka wa nyumba yako kudhihirika kwa miliki ya Bwana. Mwaka wa kazi mikono yako kudhihirika kwamba ni miliki ya Bwana. Wewe ni miliki ya Bwana na utajulikana hivyo, na utaonekana hivyo, utatambulikana hivyo, utaitwa hivyo, utajulikana hivyo. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho kwa habari ya uchipukizi. Bwana Yesu apesi. Hebu tembea katika nyumba yako, tembea katika kazi yako, tembea katika biashara yako, tembea katika huduma yako, tembea katika mipango yake. Sema kabisa kwamba Bwana, wewe ndio chipukizi, nawe unamiliki kazi yangu, unamiliki ndoa yangu. Katika mwaka 2026 wewe ndio unayemiliki, wewe ndio unayetawala. Katika mwaka robo saka wewe umejenga hekalo lako katika kazi yangu. Hautaondoka kwenye kazi yangu. Uwepo wako uko kwenye kazi yangu, uwepo wako uko kwenye ofisi yangu, uwepo wako uko kwenye ndoa yangu, uwepo wako uko kwenye afya yangu, uwepo wako, maana Bwana umejenga hekalo lako takatifu. Wewe uliyechipukizi umejenga hekalo lako katika mwaka 2026. Kwa sababu hiyo hautaondoshwa rabo sabrata sheke ekeso braka shete na yaka. Bwana, naomba wapo watu hawa kuona, wape macho ya kuona waone, ili Bwana wapate kupokea urithi na baraka na ushindi na mema ambayo Bwana umeachilia kwetu katika mwaka wa chipukizi la haki. Bwana reke sobraka eshekena boslanda eke sobraka shentaika. Hebu penya. Sema ni mwaka wa kujenga hekalo lake kwako, ni mwaka wa kujenga hekalo lake kwenye kazi yako, ni mwaka wa kujenga hekalo lake kwenye nyumba yako, kwa wana wako, kwa binti zako, kwa mambo yake, kwa mambo yako. Yeye ataondoshwa hapo. Mahali pako ni mahali pa Bwana, maana amepafanya kwa hekalo lake. Ameamua kujenga na amejenga, na ataishi hapo, na atakaa hapo. Uwepo wake ni utajiri tosha, uwepo wake ni nguvu tosha, uwepo wake ni ushindi tosha, uwepo wake ni amani tosha, uwepo wake ni mafanikio tosha. Rekoso prakashita. Jina lake lijipokeze, jina lake lijipokeze, jina lake lijipokeze. Amechipuka kwenye kazi ya mikono yako, amechipuka kwenye huduma yako, amechipuka kwenye utumishi wako, amechipuka rake sasa, amechipuka kwenye amani yako, amechipuka kwa wana wako na binti zako, amechipuka rakasea kataya. Amechipuka
shatorobosaka eko shopianda saya reke satorobo yande la mashaka orako si branda shaka orako si branda shia orako si branda shika ni waka robosa branda shaka wachepukeze la haki kujipua kwenye mambo yako kujipua reke saka nakata anatawala mfalme yeye aliyechepukeze anatawala kosa braka shetani. Bwana anatengeneza majantu wa kiroho mahali hapa. Anatengeneza mashujaa wa kiroho mahali hapa. Anatengeneza mashujaa wa kiroho mahali hapa. Reke koso brakashita. Eko ya bosi anda rabasaka. Maketo branta shira koyanda. Makero branta shira koyanda. Makero branta shira koyanda. Mashujaa wa Yesu walioitwa na Bwana kwa ajili ya majira haya. Ni sasa rabakuya. Na mnaipanda mbegu katika huu mwaka. Nafasi yangu naipanda mbegu na mashujaa wa kiroho ndani ya watu wawe Bwana rakasaka ekesha branta chepukeza wake imechanua imechepuka kwenye utumishi wao kwenye mioyo yao uamsho umeingia rakasata oya bokbianda sata. Asante Jimkisi kwa kuchukua nafasi. Shaka Makonda natangaza kuchipuka. Robo sabranta shi, robo sabranta kuna. Uchipuka. Misaya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Isaya kuchipuka, kwa jina la Yesu, Isaya kuchipuka, kwa jina la Yesu, Isaya kuchipuka, na Yesu brata, Bwana fanya mambo ya ajabu mno ambayo hujawahi kuyawaza. Isaya yako, 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 Bwana fanya mambo makubwa na ajabu mno ambayo hujawahi kuwaza, hujawahi kuomba. Isaya yako, Isaya yako, Isaya yako, Isaya yako, Isaya yako, Isaya yako, uchipuke, 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 Isaya kuchipuka, 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 ndio Isaya yako ya kuchipuka, Isaya yako ya kuchipuka, Isaya yako ya kuchipuka, wala hakuna wezaye kuzuia Isaya yako ya kuchipuka, hakuna wezaye kuzuia Isaya yako ya kuchipuka, Isaya yako ya kuchipuka, Isaya yako ya kuchipuka, hakuna wezaye kuzuia, unachipuka kwa jina la Yesu. Isaya yako ni mwaka wako, kuchipuka lazima, kuchipuka lazima, kuchipuka lazima, Isaya kuchipuka, Isaya kuchipuka, kuchipuka lazima, kuchipuka lazima, Isaya yako, Isaya yako, Isaya yako, Isaya yako, kuchipuka lazima, kuchipuka lazima, Isaya kuchipuka, Isaya kuchipuka, Isaya kuchipuka, Isaya kuchipuka, Isaya kuchipuka kwa jina la Yesu. Kuchipuka ni hali yako, kuchipuka Isaya yako, kuchipuka ni urithi wako. Isaya kuchipuka, 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 Isaya kuchipuka kwa jina la Yesu. Isaya kuchipuka, Isaya kuchipuka.
kuchepuka, ni saa ya kuchepuka, ni saa ya kuchepuka. Kuchepuka ni urithi wako, ni hali yako, hauzuiliki, hauzuiliki. Ni saa ya kuchepuka, ni saa ya kuchepuka, ni saa ya kuchepuka. Asante Roho Mtakatifu, ni saa ya kuchepuka, ni saa ya kuchepuka, ni saa ya kuchepuka. Hakuna awezaye kuzuia, ni saa ya kuchepuka, ni saa ya kuchepuka, ni saa ya kuchepuka. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ni saa ya kuchepuka. Saa yako imefika, saa yako imefika, saa yako imewadia, ni saa imewadia. Hauzuiliki, 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 hauzuiliki. Ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako. Hauzuiliki kwa jina la Yesu, ni saa yako. Hauzuiliki kwa jina la Yesu, ni saa yako. Hauzuiliki, 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 ni saa yako. Uchepuke, 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 uchepuke. Ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako. Simama, simama, ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako ya kuchepuka, 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 ni saa yako, ni saa yako. Ndio, asante Roho Mtakatifu, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako. Wala uzuiliki, ni saa yako ya kuchepuka. Saa imefika, saa imewadia ya kuchepuka, ni saa yako, ni majira yako. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu. Maana hakuna kuzuia, hakuna kuzuia kuchepuka kwa mtu, ni saa yako. Pokea kuchepuka, uchepuke, 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 uchepuke kwa jina la Yesu. Ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka. Pokea, 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 pokea. Ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako. Pokea kuchepuka, pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka. Hauzuiliki, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako. Haleluya, haleluya. Ni saa yako, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ni saa yako Baba Saka, ni saa yako Baba Shia, ni saa yako Baba Koda ya kuchepuka. Pokea kuchepuka, pokea kuchepuka. Saa yako imewadia, saa yako imefika, saa yako imewadia, saa yako imefika ya kuchepuka, ya kuchepuka, ya kuchepuka, ya kuchepuka, ya kuchepuka, ya kuchepuka, ya kuchepuka kwa jina la Yesu. Saa yako imefika, 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 saa yako imefika kwa jina la Yesu Kristo. Saa yako rako sabrata ya kuchepuka, saa yako ya kuchepuka. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Saa yako imewadia, saa yako imefika, saa yako imewadia, saa yako imefika. Pokea, ni saa yako ya kuchepuka. Hauzuiliki, hauzuiliki, hakuna kuzuia, hakuna kuzuia. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante, asante, asante kwa jina la Yesu. Ni saa yako, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni mwaka wa kuchepuka kwako, ni saa ya kuchepuka kwako. Pokea, 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 pokea kwa damu ya Yesu. Ni saa yako Roho Saka, ni saa yako, 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 ni saa yako. Pokea kuchepuka, pokea kuchepuka, pokea kuchepuka, pokea kuchepuka kwa jina la Yesu. Ni saa yako, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako, ni saa yako ya kuchepuka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako kwa damu ya Yesu Kristo. Ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ni saa yako, ni saa yako kwa jina la Yesu Kristo. Ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ni saa yako, 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 ni saa yako. Hauzuiliki, ni saa yako ya kuchepuka kwa jina la Yesu. Kuchepuka, 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 kuchepuka
kuchepuka, kuchepuka, kuchepuka. Ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka. Pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako, ni saa yako. Haya mambo yanakupata, haya mambo yanakupata. Ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka kwa jina la Yesu. Ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka kwa jina la Yesu. Ndio, ndio, hauzuiliki, 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 hauzuiliki. Ni saa yako, ni saa yako kwa damu ya Yesu. Ni saa yako ya kuchepuka, 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 ni saa yako ya kuchepuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ni saa yako, ni saa yako uchepuke, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka. Ndio majira haya ambayo Bwana ameamuru katika majira yake. Pokea kuchepuka, pokea kuchepuka, pokea kuchepuka, pokea kuchepuka, pokea kuchepuka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ni saa yako, 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 wala uzuiliki. Ni saa yako, 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 ni saa yako. Oh, rabra kashete sengerobo shaka. Ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ni saa yako, ni saa yako ya uzima wa milele. Ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka kwa damu ya Yesu. Ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako. Pokea kuchepuka, pokea kuchepuka, pokea kuchepuka, pokea kuchepuka, pokea kuchepuka. Ni saa yako, 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 ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka katika jina la Yesu. Ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka. Uchepuke, 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 uchepuke. Ni saa yako, ni saa yako, wala uzuilike. Ni saa yako, roko sabranta, roko sabranta. Ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ni saa yako, 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 ni saa yako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ni saa yako, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka. Na mkono wa Bwana uko juu yako, mkono wa Bwana uko juu yako kwa ajili ya kuchepuka kwako. Ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka. Hauzuiliki, 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 hauzuiliki kwa jina la Yesu. Ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka, ni saa yako ya kuchepuka. Hauzuiliki. Oh, asante Roho Mtakatifu. Hauzuiliki, 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 hauzuiliki. Ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako. Hakuna kuzuia, hakuna kuzuia. Roho Mtakatifu ni mkuu. Hakuna kuzuia, hakuna kuzuia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ni saa yako ya kuchepuka, 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 ni saa yako, 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 ni saa yako. Hauzuiliki, hauzuiliki, hauzuiliki. Ni saa yako. Rako sobrakashata, rako sobrakashata. Ni saa yako, ni saa yako. Asante Roho Mtakatifu. Asante, 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 asante. Hauzuiliki, 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 hauzuiliki. Hakuna kuzuia. Mizimu hawezi kuzuia, uchawi hawezi kuzuia, nguvu za giza hawezi kuzuia. Yesu ameamua na imekuwa. Ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako jamani. Ni saa yako, 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 ni saa yako. Uchepuke. Ni saa yako.
unachipuka, 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 unachipuka. Msaidie huyo, msaidie. Ni unachipuka, 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 unachipuka kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Rake sabranta, ni saa ya kuchipuka, 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 ni saa ya kuchipuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ni saa ya kuchipuka, ni saa ya kuchipuka, ni saa ya kuchipuka, ni saa ya kuchipuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ni saa yako, 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 ni saa yako ya kuchipuka kwa damu ya Yesu. Ni saa ya kuchipuka, ni saa ya kuchipuka, ni saa ya kuchipuka, ni saa ya kuchipuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ni saa yako, ni saa yako, hauzuilike, hauzuilike, hauzuilike. Ni saa yako, 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 ni saa yako ya kuchipuka, ya kuchipuka, ya kuchipuka. Ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Tanguliza shukrani, nasema asante, maana chipukezi la haki limechipuka na kunishuhudia katika mambo yangu yote. Kwa sababu hiyo, katika mambo yote mwaka huu nayotia mkono kufanya katika Kristo na kwenda kufanikiwa, na zaidi ya yote hatua yangu kuinuka kwake ni kwa hiyo haki nilionayo katika chipukezi la haki Yesu Kristo. Kuinua mkono kwangu ni katika hiyo haki, hiyo katika chipukezi la haki Yesu Kristo, katika jina Yesu Kristo. Yesu Kristo, chipukezi la haki amechipuka na anatawala, anatawala, anatawala. Mfalme anatawala kwenye njia zangu, anatawala kwenye elimu yangu, anatawala kwenye huduma yangu, anatawala kwenye biashara yangu, anatawala kwenye fedha yangu, anatawala kwenye mali yangu, anatawala kwenye afya yangu, anatawala kwenye kazi ya mikono yangu, anatawala kwenye utumishi wangu, anatawala kwenye imani yangu, anatawala katika vita, anatawala katika amani, anatawala niwapo mjini, anatawala niwapo mashambani, anatawala niingiapo, anatawala nitokapo, anatawala usiku, anatawala mchana, anatawala mashariki, magharibi na kusini, anatawala machweo na mawio, anatawala viumbe vyote, anga anatawala na kila kilichomo, anatawala ardhi, anatawala na kila kilichomo, anatawala bahari, anatawala na kila kilichomo, anatawala. Chipukezi la haki anamiliki na anatawala kwenye mambo yangu katika jina la Yesu. Nisikia amina. Huu ni mwaka wa maajabu kwako. Huu ni mwaka wa miujiza kwako. Huu ni mwaka wa ishara zisizoweza kuneneka. Bwana ametenda na haya amekuwa. Haleluya. Rekeso braka shantoro wasai. Oh Yesu, natisha na makweli. Utukufu na heshima na wewe Bwana. Haya haya. Meza ya Bwana, nakwenda kushiki meza ya Bwana. Wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na hivi baada ya kula akatoa kikombe akashukuru akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mlapo kwa ukumbusho wangu. Kwa maana kila mlapo mkate huu na ukinywea kikombe hiki, waitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya kazi ya msalaba wa Yesu Kristo Bwana wetu, aliyetolewa kwa ajili ya makosa yetu na kutufanya sisi tupate kuhesabiwa haki. Na ndio maana tunasema sasa kwamba Bwana Yesu ni haki yetu. Tunakushukuru, tunakutukuza kwa ajili ya mwaka huu wa 2026 ambao Bwana kwa neema yako na kwa uweza wako na kwa nguvu zako na kwa upendo wako umefanya kwetu kuwa mwaka wa chipukizi la haki, kumiliki katika njia zetu, kumiliki afya zetu, kumiliki wana wetu na binti zetu,
njia zao, tabia zao, mienendo yao, imani yao na utumishi weka ndani yao, hata kwa habari ya elimu yao na masomo yao. Bwana, unamiliki sasa kwa habari ya kazi ya mikono yetu, kwa habari ya mali zetu na fedha zetu, kwa habari ya ndoa, kwa habari ya afya za ndoa, kwa habari ya afya za wanandoa. Bwana, unamiliki na kutawala kwa habari ya leo yetu na kesho yetu. Bwana, wewe ndiye chipukizi ambao umechipuka na unamiliki na unatawala, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba mtakatifu, tunapokula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo, na itangaza mauti yako Yesu Kristo, kwamba Bwana uliyotushuhudia katika neno lako usiku wa leo ndivyo ilivyo, na kwa sababu hiyo unakwenda kutukuzwa kwa habari ya maisha yetu, kwa jinsi wewe ulitambulisha kwetu. Na kushukuru pia unapokula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo, natangaza mauti yako Kristo Yesu Bwana wetu, kwamba utadhihirika hivyo katika njia zetu na katika mambo yetu yote, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Na kushukuru kwa ajili ya afya za watu wako. Asante kwa ajili ya uhai, asante kwa ajili ya utumishi, asante kwa ajili ya imani, asante kwa ajili ya vipawa, asante kwa ajili ya karama, asante kwa ajili ya utumishi ambao umeweka ndani ya kila mmoja. Tunapokula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo, tunatangaza kwamba hata vile vilivyokuwa vimekufa vimechipuka sasa katika jina la Yesu Kristo, na katika mwaka vinakwenda kufanya kazi kwa utukufu wako. Waliokuwa wameanguka mwaka huu wanachipuka, wanasimama tena kwa uwezo wa mkono wako wa kuume. Waliokuwa wamerudi nyuma mwaka huu, wewe ndio utuponyaye kurudi kwetu nyuma, wanakwenda kusimama imara katika utumishi. Waliopoteza direction, Bwana, wanakwenda kurudi katika njia ambayo ni wewe, kwa maana Bwana wewe ni chipukizi na unachipuka sasa katika njia za kila mmoja, ndio upate kutukuzwa katika jina la Yesu Kristo. Ni katika jina takatifu la Yesu tumeomba tukiamini na kushukuru. Amen. Karibuni mbele. Ya mwili na damu, alafu tasubiriana.
Usipoteze focus, usihamishwe kwenye kile alichosema nawe Mungu wetu. Usitoke kwenye dira ya kile ambacho Bwana amesema nawe. Nayo aliyosema nasi Bwana Yesu usiku hajatimiza kwetu na kuyathibitisha kwetu kwamba ni kweli na ni ya kwetu, kwa kazi ya msalaba. Kwa hiyo kazi ya msalaba. Kwa hiyo imani yako iwe katika kile alichofanya Yesu msalabani kwa ajili yako, kwamba kwa kile alichofanya msalabani kwa ajili yako, hayo mambo yamekuwa katika kila aliyokusudia kulingana na majina, yatakuwa, yamekuwa, yanakuwa. Kuna watu wanaponywa hapa, kuna watu wanafunguliwa hapa, kuna watu wanatakaswa hapa, kuna watu huduma zao zinapona, kuna watu utumishi wao unapona, kuna watu ndoa zao zinapona, kuna watu kazi za mikono yao zinapona, kuna watu mitaji inapona, kuna watu kesi zao zinafutwa katika ibada hii, kuna watu wanazaliwa upya, kazi zao zinazaliwa upya, ndoa zao zinazaliwa upya katika usiku wa leo. Kwa hiyo usifanye mzaa wala usikubali chochote kikakutoa katika uwepo wa Mungu. Mtoto mzuri, kaa tu mtoto mzuri. Wewe mtoto mzuri. Baba, tunakushukuru kwa ajili katika hiyo kazi kwa Yesu tunapona. Ni katika hiyo kazi kuchukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya msalaba. Katika hiyo kazi tumefahamu neema ya Bwana wetu Yesu kuzidi salio kwa maskini kwa ajili yetu kwa tajiri sisi kwa matajiri kwa maskini. Ni katika hiyo kazi alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha katika ufalme wa Yesu Kristo ambaye katika Yesu na ukombozi na msamaha wa dhambi. Ni katika hiyo kazi mwili wake ulitobolewa au ukafanyika kwa pazia na kuingia patakatifu. Damu ya Yesu ikawa njia sisi kuingia katika patakatifu. Kwa hiyo tunapokula mwili wa Kristo kwa damu ya Kristo na kutukuza kwa sababu yote uliyonena kwetu katika Yohana, tunaona kuyatimiza na kuyathibitisha kwa kazi yako ya msalaba kwa kufa kwako kutoka kwa wafu. Kama ulivyofufuka kwa wafu, hata hayo uliyofanya kwa ajili yetu yako hai, na sisi tuko hai katika wewe. Utukufu na heshima vina wewe katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunapokula mwili wa Kristo na kunywa damu ya Kristo, nakushukuru kwa sababu watu wako wanapona. Kila mwenye kesi ya kwenda kupata majibu, kila mwenye tatizo ya kwenda kupata ufumbuzi, kila mwenye mkwamo unakwenda kuondolewa, kila mwenye tabu unakwenda kuondolewa, maana wewe uliyafanya hayo katika msalaba. Ukatuokoa na kutukomboa, ukatutakasa na kutuosha, ukatufanya kuwa takatifu wasiokuwa na dosari wala lawama. Na ijulikane kwamba tunayo Mungu, na ijulikane kwamba tunayo Mwokozi, ijulikane kwamba tunaye mkombozi, ijulikane kwamba tunaye mponyaji, naye si mwingine ni Yesu Kristo Mwokozi wetu, ambaye wewe ndiyo chipukizi katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni chipukizi la haki na umechipuka katika maisha yetu na unatawala mfalme katika jina la Yesu. Amen. Tule na kunywa kwa imani.
Yalipokelewa katika madhabahu yako, yalipokelewa na wewe. Nakushukuru kwa ajili ya majibu ya kila mmoja, maana najua kwa neema yako kila mmoja anaweza kupata sawa sawa na aliomba, maana kila ambaye umepewa. Nakushukuru, nasema asante kwa ajili ya kila mmoja kwa Bwana kushia cha maombi yao yote kwa kwako katika jina takatifu la Yesu. Amen. Nimepokea kwa jina la Yesu. Kama uvumba, moshi wa uvumba uliokizwa katika madhabahu, mkato wake alifika kwa Mungu na akasikia harufu nzuri ya kumpendeza. Zaidi sana maombi yetu yana kibali mbele zake kwa damu ya Yesu. Ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini na kushukuru. Amen. Asante Yesu. Sinaona neno. Amen. Tusimame. Baba, wewe ni mtakatifu na ni mwenye enzi. Ni nani aliye Mungu ila wewe? Tunakurudishia utukufu na heshima tukisema asante. Nami nabariki watoto wako na watumishi wako hao kwa baraka zote za roho katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo Yesu Bwana wetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, katika mwaka wa chipukizi la haki kumiliki, Bwana, hakuna atakayejikwaa, hakuna atakayeugua, hakuna atakayeanguka, hakuna atakayerudi nyuma, hakuna atakayefungwa, hakuna atakayerogwa, hakuna atakayerudishwa nyuma, hakuna atakayekwamishwa, hakuna atakayekataliwa, hakuna atakayezuiwa kuyafanya mapenzi yako. Ninakushukuru Bwana kwa sababu baraka ulizozinena kwetu katika neno lako ziko pamoja na kila mmoja kwa utukufu wako. Ninakushangilia Bwana, kubariki na zitangaza baraka hizi kukaa kwenye mipaka yao, kwenye nyumba zao, kwenye kazi zao, kwenye biashara zao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye. Wale wanaotafuta kujenga, Bwana, ni mwaka wa kujenga. Wale wanaotafuta wake, ni mwaka wa kuoa. Wanaotafuta waume, ni mwaka wa kuolewa. Wanaotafuta watoto, ni mwaka wa kupata watoto. Wanaotafuta mitaji, ni mwaka wa kupata mitaji. Walioitwa hawajajua kama wameitwa, ni mwaka wa kusikia mwito na kuitika na kutumika mbele za Mungu aliye hai, katika jina la Yesu. Kwa ajili ya kila mmoja Bwana, na kurudishia utukufu na heshima nikisema asante kwa matendo yako makubwa ambayo Bwana umetenda katika maisha ya watoto wako na watumishi wako hawa, kwa utukufu wa jina lako takatifu, katika jina la Yesu. Baba, ni katika jina takatifu la Yesu nimewabariki watu wako. Amen.